Ikiwa leo ni Aprili 11, karibu tusikilize na kutazama maisha ya Mtakatifu Gemma Galgani. Mtakatifu Gemma Galgani alizaliwa Machi 12 mwaka 1878 kwenye kijiji kidogo cha Tuscan karibu na Lucca huko nchini Italy, akiwa mmoja kati ya watu ambao Mungu mara kwa mara alimchagua kuwa shahidi maalum wa mateso ya Yesu ambapo aliweza kuyapata. Baba yake alikuwa mkemia na mtu mzuri sana. Mama yake pia alikuwa mwanamke mtakatifu. Familia yao walikuwa 8 ambapo Gemma yeye alikuwa mtoto wa 5. Akiwa na umri wa miaka 7, Gemma alifiwa na mama yake mzazi. Ilikuwa katika mafundisho ya mwanzo kabisa Gemma aliweza kuwa na uchaji wa mateso ya Bwana. Katika umri wa miaka 9 alipata komunio ya kwanza. Alishindwa kueleza namna gani alivyoshindwa kujielezea kipindi hicho alichonganika kati ya roho yake na Bwana. Gemma alipenda ukimya na upweke na alikuwa mara nyingi si muongeaji. Usichana wake ulitawaliwa na kuteseka kwa mambo mbalimbali kama vile majaribu ya ndani, vile ugonjwa ambapo ulisababisha hata daktari kumkataza kurudi tena shuleni mwaka 1894. Pia hali mbaya ya kiuchumi ya ndugu zake, madharau ya watu waliomcheka kutokana na mazoea yake ya kidini. Gemma alitamani sana kuwa mtawa, lakini alikataliwa mara 2 na wakuu wa mashirika mawili tofauti ya kitawa kwa kigezo cha afya yake mbaya. Pamoja na hayo, aliweza kuishi maisha ya sala na kiroho kama Mkristo mlei. Siku moja baada ya kukomunika, Bwana Yesu alimtokea na kusema naye, "Gemma, ninakutarajia Kalvari." Mawazo, maneno na matendo yake yalimwelekea Yesu. Alimwambia, "Bwana, utakapotaka kunitesa, tusifanye kelele, bali mambo yote yawe siri. Mimi nataka kukupenda kwa msalaba wako. Sitaki kitu kingine ila kimoja tu, nataka kukupenda." Baada ya maumivu ya ugonjwa wa muda mrefu, aliweka nadhiri ya usafi wa moyo, na ilipokuwa Februari 1899 alijiunga na novena ya Mtakatifu Margaret Mary. Mtakatifu Gabriel alimtokea na kumwahidi kufanya novena pamoja naye. Walifanya novena hiyo kila siku usiku, akisali pamoja naye. Aliipeleka kwa baba yake wa kiroho, alipokea komunyo na rozi akiwa kitandani na hatimaye kupona kabisa. Muda mfupi baada ya kupona ugonjwa wake, alitaka kuwa mtawa katika shirika la Passionist, lakini afya yake haikumruhusu. Siku ya mkesho wa sikukuu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu mwaka 1899, akisaidiwa na malaika wake mlinzi na mama yetu Bikira Maria, Gemma alipata toka kwa Bwana madonda matakatifu, na yalikuwa yanamtokea kila Alhamisi jioni hadi siku ya Ijumaa mchana. Mapadri wa Passionist walimsaidia kama washauri wake wa kiroho. Yalitokea mara kwa mara miaka 1899 na mwaka 1901 yalikuwa yakichuruzika damu nyingi sana na kumsababishia maumivu makali mno. Hata Gemma alikuwa kidhani atazimia roho. Alipata maono, ufunuo na muunganiko yalikuwa mara kwa mara, na alizungumza mara kwa mara na malaika wake mlinzi aliyemuona, na pia aliweza kuwa na zawadi ya unabii na ufahamu usio wa kawaida. Sifa za utakatifu wake zilienea nje na fadhila nyingi zilipatikana kupitia sala zake. Alifariki tarehe kama ya leo Aprili 11 mwaka 1903 akiwa na miaka 25, alipojitoa mwenyewe kama sadaka kwa wenye dhambi, hasa kwa mapadri wenye mapungufu. Kabla ya kufikia miaka 40, alitangazwa mtakatifu na Papa Pio wa 7 siku ya sikukuu ya kupaa kwa Bwana tarehe 2 Mei mwaka 1940. Na hayo ndiyo maisha ya Mtakatifu Gemma Galgani.